Hii ni kumbukumbu ya watumwa ambayo imefanywa mwaka 1997 na 98 na mdada mmoja anaitwa Clara Sornas ambaye alikuwa ni mwalimu kule chuo cha sanaa Bagamoyo akifundisha watu kufanya kazi za sanaa kama hizo, lakini baadaye kupata wazo la kufanya ile kazi pale. Lengo la kufanya ile kazi ni kutaka kuonesha watu muonekano halisi wa watumwa. Kwa hivyo ndivyo tunaonekana hivyo, alikuwa anafungwa hivyo, na huo mnyororo ni mnyororo halisi ule kile kile. Kwa hapa kwa chochote hapa kilichotumwa isipokuwa hiyo ni kumbukumbu tu. 1997 mpaka 98 ndio hiyo kazi around hapo ndio nilifanya hiyo kazi hapo. Dada alofanya ndio huyu hapa Clara Sornas. Na hizi ni kampuni ambazo zilisponsor dada kwenye kufanya ile kazi pale chini. Leo kuna vyumba 15 kama hivi yenye size tofauti tofauti ambao sasa vimeachwa hivi viwili kwa ajili ya kumbukumbu. Sawa? Hakukuwa na taa kipindi hiko. Hata hiyo cement unaona hapo ndipo kwa hivyo kipa kwa rafu tu. Kwa walikuwa wakinaliana moja juu mwingine, sometimes unakaa kwa mimi ngoni kwamba wote 75 watoshi ndani. Zile kule kuna madirisha matatu yalitumia kama kwa ajili ya kupata hewa na mwangaza, lakini katikati ndio ni size halisi. Kwa hiyo wengi wao walikuwa wanakufa kosa chakula, hewa nzuri na hata kwa maradhi. Lakini lengo la kuweka huku ilikuwa ni kama kujaribu yupi yuko strong na yuko strong ndio pate kuenda kuuza. Kutaka kuchukua mtumwa ambaye angekufa njiani, walikuwa ni safari kuelekea kwa kuwapeleka. Na walikuwa wanatolewa huko nchi za Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, wakiletwa hapa. Baada ya hapo walikuwa wanapelekwa huko Oman. Wachache sana walikuwa wanapelekwa West Indies na Caribbean na Marekani, lakini wengi walikuwa wanaenda Marekani, lakini walikuwa wanatokea kule West Africa, sio huku. Sawa? Ndio. Haya. Mnyororo unaona pale, mnyororo ni mfano kwa mnyororo, lakini hawakuwa wanafungwa huko watu, isipokuwa kutolewa hapa kupelekwa sehemu ya mnada pale lilipo kanisa kwa sasa. Hili jengo lilikuwa jengo la hospitali ambako sasa hivi ni hostel. Kwa hilo ni kanisa la Anglican, kanisa la kwanza kutumika Zanzibar, na ni kanisa ambalo liko katika ile sehemu ambapo ile soko la utumwa lilikuwepo. Kwa kulikuwa na soko la utumwa hapo, lakini mwaka mmoja baada ya utumwa kumalizika ndo alijenga ile kanisa hapa, na muonekano ulikuwa ni vibanda vidogo vidogo tu hapo na mti wa mkunazi ambao ndo kama huu pale ambapo kuna madhabahu ndo kuna mti huo wa mkunazi. Kwa hiyo pale ukisimama hapo unaweza kuona kuna kidora cheupe pale juu pale. Baada hizo ngazi hapo pale ndo kulikuwa kuna kuna mle huo mti wa mkunazi ambapo watu walikuwa wanafungwa hapo chapo kutaka kujua tu mzaifu na ambaye sio mzaifu. Lakini hili kanisa lilijengwa na wale watumwa huru wakishirikiana na wamishonari, ama ni wamishonari wakishirikiana na watumwa huru. Sawa, kwa sababu mara tu baada ya utumwa kumalizika Zanzibar kulikuwa kuna watumwa ambao walikuwa hawana sehemu ya kwenda. Lakini pia kama unavyojua Zanzibar kijiografia ni kisiwa ambacho kimezungukwa na maji sehemu zote. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa wao kuvuka maji na kurudi kule walikochukuliwa huko nchi. Kumbuka nilikwambia wamechukuliwa huko Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Kwa hiyo sasa ilikuwa ni ngumu kwao kurudi, kwa walibaki hapa hapa. Wale wamishonari wa Kiingereza, kuna group la wamishonari linaitwa UMCA, University Missionaries to Central Africa. Hao ni wamishonari ambao walikuja kufanya kampeni za kumaliza biashara ya utumwa, lakini baada ya utumwa kumalizika ndio walinunua ile eneo lote na wakajenga baadhi ya majengo ambayo tunayo katika eneo hili hapa. Liko hospitali, shule, lakini baadhi ya nyumba zao na hili kanisa. Sawa? Kwa walijenga kuhusiana na watumwa huru kuanzia mwaka 1874 hadi kufikia mwaka 1880 hili kanisa lilikamilika. Miaka miwili mbele yule msimamizi wa ujenzi wa hili kanisa ambaye alikuwa ni kiongozi wa ile group la wamishonari ambao linaitwa UMCA alifariki kwa ugonjwa wa moyo na alizikwa ndani ya hili kanisa. Nyuma hiyo madhabahu hapo ndio tuna madhabahu takatifu na tuna hilo kaburi lake. Lakini pale juu kuna kile kinanda kimewekwa pale toka mwaka 1880. Kile kinanda pale kinafanya kazi mpaka leo. Viletwa viwili kutoka South Africa, kutoka Uingereza. Kimoja nicho hapo na kimoja kiko South Africa kwenye kanisa la St George.
Cape Town. Sawa? Hicho ndio hizo pipe unazoziona ni kinanda, iko sehemu ya kinanda. Hizi moto tulizokanyaga zimetokea mahali fulani panaitwa Massa Carrara, Italy, hizi marble hizi. Pia pale nyuma kuna nguzo ziko 12 zile zinawakilisha wanafunzi 12 wa Yesu, lakini zote ziko upside down. Unaweza kuona kama vile base ya juu, unaona ile square box ile ilipaswa kuwa ndo base. Kwa imewekwa hivyo kimakosa, ilipaswa hii iwe chini na huko pande juu. Hii ndo base. Kwa ni makosa yaliyofanywa na wale wa missionary pamoja na watumwa. Kipindi zinawekwa hizi, kwa ni kipindi ambapo jamaa alikuwa ameenda Uingereza kimatibabu. Sorry, kufanya fundraising kwa ajili ya kuja kumaliza kujenga ile kanisa. Kwa bila kujua kama anakosea ndo akalifanyia hivyo upside down. Na hizo stained glass za kwenye vioo hizo zimetolewa Uingereza kwa kipindi hiko. Lakini kuisha kwa utumwa katika eneo hapa na baadhi ya sehemu nyingine za Afrika ni juhudi ambazo zifanya na watu tofauti akiwepo huyu Dr. David Livingstone ambaye alikuja kwa Afrika mara ya kwanza akiwa kama dokta mwaka 1841 kule South Africa, lakini baadaye alikuja mpaka huko Afrika Mashariki na Kati, lakini akiwa kama explorer ambao anatafuta anachunguza chanzo cha mto Nile. Sasa kipindi yuko huko Afrika Mashariki na Kati ndio kipindi hapo alichokuja kugundua kuja kuona biashara utumwa kule Ujiji, Tanzania bara. Hakupendezwa naye, alikuwa disappointed, kwa aliamua kuacha na kwenda kuondoka zake kuelekea zake kurudi kule Uingereza kwa ajili ya kwenda kufanya kampeni za kuondosha biashara utumwa. Katika kampeni zake pia alitengeneza hilo grupu la wamishonari linaloitwa UMCA, University Missionaries to Central Africa, ambapo katika hilo grupu kiongozi wa ile grupu alikuwa ni huyu bwana Edward Steer. Hii ni picha ya kuchora hii. Huyu bwana alikuwa ni askofu, lakini pia alikuwa ndio msimamizi wa ujenzi wa hili kanisa. Kwa hiyo alisimamia kujenga ile kanisa mwaka 1874 mpaka 80, lakini miaka miwili baadaye alifariki ugonjwa wa moyo na alizikwa ndani ya kanisa nyuma madhabahu, na hii ndio picha ya kaburi lake ambalo liko pale ndani ya madhabahu. Unaweza kuona kwamba hapa yeye jamaa huyu 1829, huyu jamaa alizaliwa mwaka 1829 na alikufa Zanzibar siku ya Jumapili Agosti 27, 1882 na akazikwa ndani ya kanisa nyuma ya ile madhabahu pale. Ile kitu nilikuonesha pale ndio sehemu ambapo ule mti wa mkunazi ulipokuwepo. Sawa bwana, mti wa mkunazi ni mti ambao unafanana na mti huu, pia ni mkunazi manake. Lakini sasa huo wenyewe uko hapo ndani kabla ya kanisa kujengwa.